utupe utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Hebu tuombe kidogo. Mungu wetu, ni tamaa yetu neno lako liende kwa nguvu. Naomba uondoe kila kizuizi, utupatie utulivu kwa jina la Yesu, amen. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nasema watu wengi wamehubiri ya kwamba Mungu aliwatuma Israeli wakapeleleze Kanani. Lakini mimi nakuuliza swali, je, Mungu anawezaje akatuma watu kupeleleza wazo ambalo amelitoa miaka nenda rudi? Na ngoja nikwambie, wazo la kwenda Kanani halijaanza tu, ni wazo la muda mrefu, lilitoka mbali na linarithiwa kizazi hata kizazi. Inakuwaje Mungu atoe wazo kwamba watu wataenda Kanani, alafu hilo wazo aruhusu kwamba lipelelezwe? Hilo ndilo swali nataka tulijibu. Ninaomba msomaji, soma pamoja nami Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 15, Mwanzo 15 mstari wa 13 hadi 16. Biblia takatifu inasema, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Bwana akamwambia Abraham, hii ni miaka mingi, hajazaliwa bado Isaka, hajazaliwa Esau na Yakobo, hawajazaliwa watoto 12 wa Yakobo. Watafiti wanasema ni vizazi 4 nyuma. Yani ni vizazi 4 nyuma. Hata Biblia itatuambia ya kwamba vizazi 4 vilipita, ndipo wazo hili ambalo Bwana anamwambia Abraham litakuja kutokea. Nifuatilie vizuri ya kwamba huu ulikuwa ni unabii, lakini haukuwa eschatological. Ulikuwa ni unabii ambao lazima ulikuwa utimie, japo kwa muda kitambo. Wanaonielewa wapunge mkono namna hii. Sikiliza, Bwana anamuita Tera. Tera anatoka Uru ya Wakalidayo. Anatakiwa aende Kanani, lakini Tera anaamua kupiga kambi Haran. Ukisoma Mwanzo sura ya 11, anaamua kukaa Haran mpaka Tera anafikisha miaka 205. Tera anafia Harani. Kuna watu ambao wamesikia miaka nenda rudi kwamba tunaenda Kanani ya mbinguni, lakini nawajua, nawafahamu na nimekutana na watu hao. Baada ya kukaa kwa kanisa, waendelee kuwaza kwenda mbinguni. Watu hao wamekuwa chanzo cha kufanya watu wapige kambi, waachane na mawazo ya mbinguni, wawaze mambo ya dunia. Tena wengine wameamua waiache imani, badala ya kuendelea kupiga mwendo kwenda Kanani, wameamua watafia Haran. Tera akafia Haran, maana alichagua kukaa Haran, akapiga kambi Haran. Tera aliambiwa, na tena Biblia inatuambia vizuri, alitoka yeye Tera, akatoka na Sara, akatoka na Ibrahim, akatoka na Lutu, wakatoka Uru
ya Wakalidayo, wakaambiwa waende Kanani. Canaan was the destiny, ilikuwa ndio wazo la Mungu, lakini akaamua akafika Haran, akapendezwa na biashara, akapendezwa na hali ya Haran. Tera akakaa huko hadi akafa. Biblia inasema alikufa na miaka 205. Nifuatilie kidogo. Baada ya Tera kufa, Ibrahimu amekuwa mkubwa, ambaye alikuwa anaitwa Abraham. Ndipo anapewa wazo, anaambiwa akiwa Harani, anaambiwa Abraham, toka Haran, usikubali kuendelea kubaki Haran. Anaambiwa, mwanangu Abraham, toka, nenda mpaka ile nchi ambayo nimewapia baba zako, maana huko nitakubariki. Akatoka, wapendwa, akakubali kusikia sauti ya Mungu, akaamua kuheshimu sauti ya Mungu. Tera akatoka Haran. Mtu mmoja si atasema amina? Nasema Tera akatoka Harani. Wapendwa, Tera akatoka Harani. Ninataka nikuambie, Bwana amekuja, anasema na Kenyenya, anasema na watu wote, anasema na watu wako barabarani, anasema na bodaboda, anasema na wako market, anasema na wote tuliokuja hapa, anasema na watu mtandaoni. Anasema hapa Kenyenya panaweza kuwa kama Tera, panaweza kuwa kama Haran, na watu wa Kenyenya wanaweza kuwa kama Tera. Tusikubali mwisho wetu ukawa ni makaburi ya Kenyenya. Tusije tukakubali tukapoteza maisha yetu Kenyenya, maana hapa si petu pahali, kwetu ni kule Kanani ya mbinguni. Na neno moja la faraja, mji wetu unakuja. Jamaa, nasema tena, unakuja. Usikubali kufa, usikubali kupoteza, usikubali kupoteza. Tutatoka Kenyenya, tutatoka Kenya, tutatoka Tanzania, tutatoka Afrika, tutatoka Marekani, tutatoka dunia nzima. Hii dunia ni kama Haran, imejaa vivutio, imejaa biashara, imejaa muziki, imejaa starehe. Lakini nataka niwaambie wanadamu, tusiweke mawazo yetu yasiwe Haran, mawazo yetu yasiwe pale tulipo, mawazo yasiwe pale Canada. Umepata visa, umetoka Kenya umeenda Canada, usimsahau Mungu kule ulipo. Umeenda Lebanon, umetoka maisha ya chini, Mungu amekupa maisha ya juu. Usipige kambi kwenye mali zako, usiweke kituo kwenye cheo, usiweke kituo kwenye umaarufu. Hapo bado ni Haran. Mji wetu unakuja, na tutaimba pamoja, moyo wetu ukisema, na kaza mwendo mbinguni, kila siku napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu. Jamani, haleluya wapendwa, haleluya. Mwambie jirani yako, usibaki Haran. Mwambie tena, usibaki Haran. Jamani, haleluya. Mwambie tena jirani yako, usibaki Harani. Haya, mwambie tena hivi, toka Haran twende Kanani. Hebu mwambie tena, toka Haran twende Kanani. Jamani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Usiweke kambi, usiweke kituo, maana Haran is not our destiny. Haran is not our destiny. Our destiny is in Canaan, and moreover it is in Canaan of heaven.
usifurahishwe. Usije ukawa Abraham, usije ukawa Tera. Kubali wito wa Abraham na uchukue wito wa Abraham na useme, mwanamke, ninayaacha ya Haran. Haran kumejaa mipango ya kando. Haran kumejaa nguo za starehe. Haran kumejaa club za pombe aina mbalimbali. Haran kumejaa ushenzi wa kila namna. Ila Bwana anasema hata kwenye mikutano hii, Haran is not our destiny. Our destiny is in Canaan, and much more enough, it is not like Canaan that our ancestors used to be. We shall all gather in Canaan of heaven. Ndugu zangu, Abrahamu akachukua wito, akatoka Haran, yeye na mkewe, akaenda na Lutu, wakatembea. Ikafika mahali Lutu naye akasahau kwamba walikuwa wanaenda Canaan. Anaambiwa chagua bonde, ulikuwa ni mtego. Lutu anashangazwa, anachagua bonde la Soar, anachagua Sodom badala achague Canaan. Anavutwa na uzuri mwingine, anaacha bonde la Kanani. Dunia inavuta, mazuri ya dunia yanavuta. Unaweza ukaambiwa chagua cheo au Mungu, chagua kazi au Mungu, chagua maisha haya au Mungu. Lutu akaangukia mtego, akaenda Sodoma. Kana kwamba haitoshi, lakini Abraham ambaye alikuwa anaenda Canaan, sasa amefika hapa mahali panaitwa Hebron. Anapewa tamko, na hili ndilo ambalo natupeleka huko kwenye sermon ya leo. Anapewa tamko, anaambiwa, nakupa unabii, nakupa maneno yangu kwamba lazima wote na kizazi chako mtakuwa Kanani, lakini kabla mjafika Kanani nitawachukua wote na kizazi chako chote isipokuwa wewe. Wataenda Misri, watateswa Misri, watakaa miaka 400, watateswa huko. Na mimi naomba niwaulize, hatuyaoni mateso ya Kanani? Mateso ya Misri? Misri ndiyo dunia ya leo. Harani ni vituo vidogo vidogo tumeweka. Dunia imekuwa kama Misri sasa. Maovu ya Misri yamerudi kwetu sasa. Lakini leo mateso yanayofanana na yale ya Misri yameendelea kushamiri duniani. Wanaompenda Kristo wanaendelea kuingia katika mateso tudogo, mateso kidogo. Hii ni mwangwi na hii ni sauti kwamba hapa si petu pahali. Wapendwa, hapa si petu pahali. Barabara kadiri zinavyojengwa, ajali zinaongezeka. Magorofa yanavyojengwa yanazidi kutetemeshwa na kuanguka. Mr. President, ndio tumezika watu wengi kutoka kwenye gorofa kubwa pale katika soko kubwa, miongoni mwa masoko makubwa matatu East and Central Africa, pale Kariakoo. Watu walikuwa na biashara zao, walikuwa wamekaa wanauza. Imekuwa kilio. Unajua hata juzi, siku ya 4 baada ya poromoko hilo, ndio kijana mmoja anatolewa, amechoka. Hii inaniambia dunia imekuwa kama Misri. Shetani anatutesa, ila watakatifu wa Bwana wa Kenya, wale wote mnaonifuatilia, Abraham tunasoma habari zake, anaambiwa kizazi chako kitateswa. Wale wana wa Israeli wakateswa, lakini akaambiwa watateswa kwa miaka 400, na baada ya miaka 400 watatoka kwenye mateso. Si useme amina? Jamani, watatoka kwenye mateso. Bwana asifiwe. Jamani, watatoka kwenye mateso. Bwana asifiwe. Nami nataka nikwambie siku moja, na wala sio mbali, nasema tena na wala sio mbali,
Yesu anakuja. Nasema tena, Yesu anakuja. Wapendwa, Yesu anakuja. Kama alivyokuwa mwaminifu kuwatoa Israeli kwenye mateso ya Misri ili awapeleke Kanani, Bwana yule yule ni mwaminifu. Anatutoa katika dunia, anataka twende Kanani ya mbinguni. Mateso yao yalitabiriwa kuwa ya miaka 400, ila mimi na wewe mateso yetu yanaonekana sio kwa miaka halisi, ila kwa dalili zake kwamba mwisho umekaribia. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana, wanaonifuatilia wapunga mkono hivi kidogo. Can you wave please? Na tunaenda hapa katika wazo la wito wa kwenda Kanani. Mtu wa kwanza kutoa wito, wewe utasoma vizuri hapo kwenye hiyo Genesis 15:13 to 16, kwamba watakaa miaka 400, ila baada ya hapo watatolewa na kupelekwa nchi ya Wamoabu, yaani Kanani. Lakini baada ya muda kuondoka, Abrahamu amekufa, Sara amekufa, Esau na Yakobo amezaliwa. Yakobo amezaa watoto. Mtoto wa mwisho Yusufu amezaliwa. Yusufu amekuwa mtu mzima, ameenda amepelekwa Misri na ndugu zake, ameuzwa huko, amekuwa waziri mkuu, anawaleta ndugu zake Misri, wanakaa hapo, wanazaliana, wanakuwa taifa kubwa. Wazo linarudi tena. Yusufu akikaribia kufa, analeta wazo, anasema ya kwamba kwa ndugu zake, hata kama ninakufa, ila msiogope, maana Yesu Mungu wetu atakuja kuwachukua hapa. Labda unielewe. Soma Mwanzo 50:24 na 25. Genesis chapter 50 verse 24 and 25. Biblia inasemaje Makenzi? Mwanzo 50:24 na 25. Biblia takatifu inasema, acha iseme. Yusufu akamwambia nduguze. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii, atawatoa Misri mpaka nchi na kuwapeleka nchi aliyowaapia Ibrahimu, Kanani aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Songa mbele. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli. Yusufu akawaapiza ndugu zake, akasema, akawaambia, bila shaka Mungu atawajia ninyi. Tulia tena pale, wanakenyenya na Bwana ananiambia niwaambie, bila shaka atatujia wote. Jamani, bila shaka Bwana atakuja kutuchukua. Jamani, haleluya wapendwa, haleluya. Bila shaka. Na mali fulani Biblia inasema ujio wa Kristo ni tumaini ambalo halina mashaka ndani yake. Bila shaka. Yusufu akasemaje, msomaji? Kanyaga twende. Yusufu akaendelea kusema, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Yusufu akawaambia, kwa sababu ninajua kwamba Bwana wetu atakuja, atatutoa hapa Misri na atatimiza agano alomwahidi Abraham, akamwahidi Isaka, akamwahidi Yakobo. Akatangaza akasema, kwa kuwa nina uhakika ninaenda kufa, ila msije mkaacha mifupa yangu, mkusanye mifupa yangu, and you gonna carry my bones, na mtaenda nazo Canaan.
Jamani, Bwana asifiwe. Mchana wa leo nahitimisha na wewe kwamba hao wameteswa, wamekaa miaka 400, Bwana amewakumbuka. Utasoma Exodus 1 chapter 1 na 2. Wewe mwenyewe, wameteswa mpaka wanateswa, wakateswa tena, lakini sura ya 2 na ya 3 Mungu akawakumbuka. Nasema tena, Mungu akawakumbuka. Na ile siku ya kuwatoa, ile siku ya kuwatoa kwenye mateso ya Kanani ikafika. Ile siku ikafika. Nami namuomba Bwana, ile siku ifike, ile siku ifike ya kututoa kwenye mateso ya dunia hii. Ile siku ifike. Ndugu zangu, wakatolewa. Ningekuwa na wakati ningekuambia habari ya kutolewa kwao, habari ya kwenda kwao, habari ya kutembea kwao, lakini kwa sababu nataka ufike mahali hapa, watu walioteswa miaka 400 alafu Mungu akawakumbuka, anawatoa Misri, anataka waende Kanani. Mchana wa leo, habari ya kusikitisha, habari yenye maumivu, ilifika saa wakakataa wito. Sikilize, lakini jibu langu la swali nililouliza linapatikana kwenye mafungu yanayosomwa tunapofika ukingoni wa somo hili. Kitabu, msomaji, Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Utasoma pamoja na mimi pale utakapokuwa umepata. Soma pamoja nami chapter 1 verse 9. Kitabu ni Kumbukumbu wa Torati sura ya 1 mstari wa 1. Biblia takatifu inasema, fungu la 9. Biblia inasema, nami wakati ule niliwaambia. Sawa. Nikasema siwezi mimi mwenyewe kuwachukua peke yangu. Hapa Musa alishapewa agizo, akawatoa Misri, akawaleta mpaka mahali panaitwa Kadesh Barnea. Wamebaki kidogo tu waingie Canaan, yani kidogo tu. Sasa wanaingia Canaan. My dear brothers and sisters, it was just a little while for them to get in Canaan, and they were just at the point. Kadesh Barnea and Canaan was very near. Ilikuwa karibu sana, lakini Musa akaona kundi limekuwa kubwa na anatakiwa apate viongozi, na hapa anachagua viongozi. Fungu la 9 linasema akasema siwezi kuwaongoza. Fungu la 13 Biblia inasema jitwalieni watu wenye akili. Akatoa viongozi wenye akili na fahamu, alafu tena na ufahamu, watu wanaojulikana kwa kadri ya kabila zenu. Sasa ndio najibu swali. Hawa viongozi wakachaguliwa wenye akili, wenye uwezo. Musa akajipatia viongozi. Msomaji, kwa sababu ya haraka, nenda fungu la 19. Biblia inasema tukasafiri kutoka Horebu, tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha mliloliona. Sawa. Njia ile ya kuiendea nchi ya vilima vya Waamori. Hapo Horebu, hapo akachaguliwa, hapo akafika Waamori, hapo Kadesh Barnea. Soma. Kama Bwana Mungu wetu alivyotuamuru. Haya. Tukafika Kadesh Barnea. Nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima ya Waamori. Tayari walikuwa wameshaingia, wako katika bondage of Canaan. Twende. Anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Sawa. Tazama. Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki. Kama Bwana Mungu wa baba zako. Songa kwa haraka. Alivyokuambia. Sawa. Usiogope.
usiogope wala usifadhaike. Twende msomaji. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, mkakaribia kila mmoja mkasema, na tupeleke watu mbele yetu. Sikiliza, Bwana amewaambia wametoka miaka mingi, ahadi ya kwenda Kanani imekaribia, wamefika mwisho wa ukingo. Badala waingie, wakaanza kutia mashaka mawazo ya Mungu. Ngoja nikwambie, tumefika ukingoni. Pwani sio mbali, Kanani imekaribia, tunakwenda wapendwa, tunakwenda wapendwa, mbinguni pamekaribia. Usije ukawa na maswali, usifanye moyo wako mgumu, kaza mwendo. Haya, na tuingie Kanani ya mbinguni. Badala waingie, wakaweka maswali, na ninajibu sasa hoja. Nani alianzisha wazo la kupeleleza Kanani? Msomaji, kanyaga twende. Biblia inaendelea kwa kusema, Biblia inasema, na tupeleke watu mbele yetu. Haya, ili watupelelezee nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia. Wakasema tutume watu tukapeleleze Kanani. Wanadamu wanataka wampeleleze Mungu. Unajua, hata nasikia wahubiri wengine kwa mitandao wameshaanza kumpeleleza Mungu. Wanasema anakuja 2031. Wanatoa tu nabii, wanaleta great disappointment kila siku. Mungu hapelelezeki, amesema anakuja. Wapendwa, kazi yetu ni kujiandaa, kazi yetu ni kuwa tayari. Usisikie sauti inakuambia mara itakuja tukio hili ndipo Yesu aje. Amesema mwenyewe katika Mathayo 24, utasoma, hatujui siku wala saa, ila tunachojua anakuja. Wapendwa, anakuja. Na kama anakuja, tuweke kando kila mzigo na mioyo yetu iwe meupe, maana anakuja. Jamani, haleluya! Anakuja. Acha mafundisho ya hapa na pale. Haya, mbinguni tutamuona Baba au tutamuona Mwana au tutamuona Roho Mtakatifu. Acha mapelelezo, tulia kwa Yesu, msubiri aliyetukomboa, maana maswali mengine yatajibiwa mbele ya kiti cha enzi cha Baba. Jamani, haleluya! Hebu nione wanaonielewa. Unajua, hapo ninagusa kitu kikubwa. Baada ya mikutano hii, watapita jumbani mwenu, watakuja mitaani kwenu, wakiwafundisha mafundisho ya uongo. Watawaambia mpeleleze. Kataa. Wewe baki na wazo kwamba anakuja, anikute nikiwa hai au nimekufa, ila moyo wangu tulia kwa Bwana, kiini cha raha yangu. Tumekwisha kupatana, mimi wake, yeye ni wangu. Ndugu zangu, hebu basi tusikie kidogo. Soma kwa haraka msomaji. Biblia inaendelea kwa kusema, tuko mstari wa 23. Tembea. Neno hili likanipendeza sana, nikatua watu 12, mtu mmoja wa kila kabila. Sawa. Nao wakageuka wakapanda mlimani, wakafika bonde la Eshkoli. Sawa. Wakalipeleleza, wakatua baadhi ya matunda ya nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini. Wakatuletea habari tena, wakasema, nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema. Akasema, nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema. Soma twende. Lakini hamkukubali kukwea huko. Hamjakubali kukwea huko. Mlihalifu neno la Bwana. Mmekataa neno la Bwana Mungu wenu. Bwana Mungu wenu. Mkanungunika hemani mwenu, mkasema, mkiwa kwenye mahema yenu mkanungunika, mkasema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia. Ndipo akatutoa katika nchi ya Misri. Mchana wa leo wametoka umbali wote huo, wametembea umbali wote huo, wametembea kote huko, wamefika mahali karibu na Kanani. My pastor Ondapo
Watu waliotembea wakafika karibu na nyumbani, wanaanza maswali, wanakataa kwenda mbinguni. Na wajua wachungaji ambao wanatumika mpaka wanafika kustafu hapa, wanaamua kuacha kanisa, wanafanya mambo yao. Ninawajua watu washiriki ambao walikuwa waaminifu, wanapokaribia Kanaani wanaachana na mawazo ya Kanaani, wanaanza agenda zao. Usipotee, tumekaribia nyumbani. Jamani, nasema tena, tumekaribia nyumbani. Wapendwa, tumekaribia nyumbani. Usikubali mtu akakufunza vibaya, akakupoteza vibaya. Simama na neno la Mungu, baki na ukweli wa neno. Amini kwamba Yesu anakuja. Acha dhambi, twende mbinguni. Achana na uongo wa dunia. Ndugu zangu, walikataa. Hebu tuone, je, kitendo cha kupeleleza kilikuwaje? Haya ndiyo mafungu ya mwisho, nikuite tuombe. Kitabu cha Numbers, Hesabu, Numbers, Hesabu 14 mstari wa 33 na 34. Biblia takatifu inasema, kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40. Hebu rudi fungu la 32 hapo. Lakini katika habari zenu, ndio, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Sawa. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40. Sawa. Nao watachukua mzigo wa uasherati wenu. Sikiliza, kwa sababu mmekubali kunipeleleza, hamtaki kuingia Kanaani bila kunipeleleza, na mlikubali kwenda kunipeleleza. Israeli wakaambiwa, mtafia jangwani na watoto wenu nitawatesa, anasema Bwana. Songa mbele. Hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Sawa. Kwa hesabu ya hizo siku, anasema kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi. Sikiliza hili rafiki yangu, kwa sababu ya hesabu mlizonipeleleza hiyo nchi, yani siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka. Mlinipeleleza siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka. Sasa nageuza hizo siku, kila siku naipa kuwa mwaka. Mtayachukua maovu yenu. Na akawaambia, mtachukua maovu yenu. Ndiyo miaka 40. Yani kwa miaka 40 nanyi mtakujua kufarakana kwangu. Sikiliza, wamempeleleza Mungu na Mungu akachukia, maana baada ya kumpeleleza wamemtilia Mungu mashaka. Ndio maana ukisoma sura ya 13 chapter 13 verse 1 the book of Numbers, itakuambia walipokuwa wanampeleleza Mungu akaamua, akamwambia Musa, haya, acha wao waende, let them go according to their wishes. Neno la Kiebrania linalotumika hapo ni neno linaloonyesha not I God but themselves. Sio mimi ninataka wapeleleze Kanaani, but themselves. Nimeshajibu maswali mawili, kwamba sio Mungu alianzisha wazo, na nimejibu swali la pili, kilichotokea wakateswa kwenye jangwa miaka 40. Kesho nitaendelea. Lakini wangapi mchana wa leo wanasema, mchana wa leo sitabaki nikimpeleleza Mungu, sitatilia mashaka ahadi ya Mungu, sitakuwa na mashaka juu ya ujio wake, ila nitasema moyoni mwangu mchana wa leo, ninayaacha ya dunia, nitaamini neno lake, nitabaki na wito wa kuja kwake, na nitawaza moyoni mwangu nikisema, anakuja mfalme wetu Bwana. Ikiwa ndilo wazo lako, kwa nini usinyoshe mkono wako? Twendeni Kanaani, tuache mawazo na mashaka juu ya ujio wake. Twendeni. Kwani usisimame sasa? Kwani usisimame sasa? Unasema nataka kwenda Kanaani na Bwana anisaidie,
Unajua kuna watu wana maswali. Tunapokaribia Kanani, anaanza maswali tena. Amekaa kanisani miaka mingi, anaanza maswali. Kunywa pombe ni dhambi au sio dhambi? Anaanza maswali. Kuwa na wake wawili ni kosa au sio kosa? Mbona Abrahamu alikuwa nao? Mara hiki na kile. Unaposikia sauti inakutuma kuacha maandiko ya Bwana, upelelezi huo utakutoa kwenye wazo la Kanani. Baki na wazo hili. Tunakwenda Kanani. Wapendwa, tunakwenda Kanani ya mbinguni. Wapendwa, nasema tunakwenda Kanani ya mbinguni. Na unabii huo ni wa uhakika. Ikiwa unasema, waimbaji, anakuja upesi. Kwani tusogee sasa tukapata maombi hapa. Na mtakuwa hapa viongozi mkionyesha demarcation. Msije mbele ya kamera, mtabaki hapo nyuma ya kamera. Tusogee tu upande huu, tusogee mpaka kule nje ya barabara, tusogee. Kila mtu atembee, upande huu tutasogea. Mwisho ni hapo kwa kamera, na upande huu mwisho ni hapo kwenye kiti, upande huu mwisho ni hapo kwenye taa. Utaendelea kuja. Tembea kama msafiri wa kwenda mbinguni, kama msafiri wa kwenda mbinguni, Upande huu tunaweza kusogea na sisi tuliokaa pande hii, tunaomba tuje tu na sisi. Kila mmoja asogee. Anapolala yatafunguliwa tena. Tutembea wote kule barabara. Tembea uje. Toka kwenye mahema, tembea uje. Toka kule chini ya mti, tembea uje. Tunataka tuombe ombi la watu kabisa. Tembea kule kwenye mti, tembea. Upande utembea. Tembea. Tuje tuombe. Maana Yesu anakuja. Yesu anaporudi tena. Kila mmoja atembee. Kila mmoja atembee. Hatutatengana nao. Nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka, kila mmoja atoke kwenye mahema. Tunafanya ombi kubwa mchana wa leo. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Rudia chorus. Yuaja, kila mmoja aimbe. Tembea mahali ulipo, tembea. Anakuja Yesu. Wasafiri watapumzika. Baada ya mateso tutapumzika. Yesu anaporudi tena. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ninataka kuambia jambo hili. Yesu anakuja. Hivi mbona mmeshangaa? Nasema Yesu anakuja. Jamani, Yesu anakuja. Mwisho wa mateso umekaribia. Viongozi wangu, ninawaona mkiwa kama Musa, na Bwana ameweka mabegani mwenu karama ya wokovu. Lakini Waisraeli ndio kama sisi. Maswali yamejaa, mioyo imejaa, tamaa tumekata, nia ya kwenda tumekata. Ni kama shetani ametuandama. Lakini leo Bwana anafufua mioyo yetu, anasema kataa mawazo hayo, waza kwamba tunakwenda. Jamani, tunakwenda.
Hebu mwambie jirani yako tena, tunakwenda Kanaani ya mbinguni. Kwa sababu nataka kuitisha wito huu wa kipekee. Nami nakuuliza swali. Kwa muda gani umesikia habari za kuja kwa Yesu? Kwa muda gani umesikia habari za Kanaani ya mbinguni? Je, una mawazo ya kwenda? Na kama unayo, mbona bado una sita? Bwana anasema, mwanangu, nikubali moyo wako, nipatie moyo wako, ili niwe Bwana wako. Jamani, ili niwe Bwana wako. Kwa sababu saa ndio hii. Ni furaha yetu sasa, wachungaji wote tulioko hapa, tukija kufallen, na nilifikiri tutafuata kile viongozi wamefanya sasa. It is time to shake hands. Kwa wale ambao wanasema jioni mchana wa leo, hata mimi naenda Kanaani. Haitoshi. Nimeona rafiki chifu anasema, hata mimi nimekuwa nikiambia watu naenda ni kanisa. Si sasa nimesikia sauti inasema, nami ni saa yangu ya kwenda. Wale wote wakubatizwa sasa, tunakuja pande huu tukishikwa mikono. Pastors and elders, can we shake hands for them? Wanapokuja hawa pastors and elders, it's time to invite those who are going to be baptized. Ninaomba wale ambao walishaandikwa na wale ambao wanajitoa sasa, tembea mji, tembea mji, tembea mji, tembea mji, tembea mji. Mtajipanga hapo mbele hivi kama kwaya. Ukishikwa mkono unaenda pale unajipanga. Ukishikwa mkono unaenda pale unajipanga. Yeyote ambaye anasema ninataka kwenda Kanaani ya mbinguni, ninataka kwenda Kanaani ya mbinguni. Hata kama ulikuwa hujaandikwa tembea. Hata kama ulikuwa hujaandikwa tembea. Unasema nataka kubatizwa. Namtaka Bwana Yesu. Namtaka Bwana Yesu. Namtaka Bwana Yesu. Kanaani ninakwenda. Kanaani ninakwenda. Tembea uji. Tembea uji. Elders, msipange nyinyi mstari, kaa pembeni. Mnapokea mikono, mnaweka watu. Ukipokea unawaacha hapo. Nenda pande kwa upande. Na tuweke demarcation. Heaven target us. Heaven target us. Where are you? Ministers, show the gate. Anapokuita kupata amani kwa kumpa vyote, wataka uwezo wake usiabuke. Wazee tutoke hapo nyuma. It's not our place. Ukishashika mkono unaweka demarcation. Weka watu kwa Yesu. Weka watu kwa Yesu. Tembea kwa Yesu. Yesu anakuja. Kanaani tunakwenda. Kanaani tunakwenda. Watu wanajitoa wapange mstari. Lamek, keep on supervising. Heaven target us. Afanye mapenzi yake nawe. Wataka raha katika ufalme wake. Ungeshinda kwa majaribu yote. Ungefanya kazi yake vizuri sana. Leo awe mwongozi wako. Sijajua hapa watu wameishia wapi. Wabatizo waeleweke na ambao wako waeleweke. Na damu yake itakusa. Thank you, thank you. Ninaomba niseme hivi. Tunaita wito wa ubatizo kwa yeyote ambaye hajabatizwa na anajua kwamba kulingana na Marko 16:16 kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lakini ikiwa uko hapa unajua kuna maswali ndio haya ya udadisi, sina nguo, itakuwaje? Itakuwaje? Wito unasema njoo mbele. Bwana anajua kwamba itakuwaje. Maelekezo yatatolewa kwa ajili yako kwamba itakuwaje. Kazi yako wewe ni kutii sauti ya kwenda wapi? Kanaani na mbinguni kwetu. Ikiwa kuna mtu ambaye hajawahi kubatizwa au alibatizwa akarudi nyuma, wito unapotolewa namba 118, nilipotoka kabisa
Hao ndio watatembea kwa nguvu. Na ninaona umati wa watu umesimama, na nasikia sauti hiyo, tembea, tembea uji. Put the pressure singers. Kwa nini usitembea rafiki yangu? Njoo, tembea katikati ya watu, njoo, tembea, njoo, tembea, njoo. Upande huu Yesu anaita, Yesu anaita wale ambao hawajapokea ubatizo. Tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Kanisa lolote unalotoka, tembea. Mungu akubariki baba, Mungu akubariki kaka, Mungu akubariki rafiki yangu. Tembea, 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 tembea. Tunataka kuomba. Tembea, tembea rafiki yangu. Tembea rafiki yangu. Ninakualika kijana, you are 12 and above, you can still vote your life for Jesus. 12 and above. Yesu anakuita dada, Yesu anakuita kaka, Yesu anakuita mzee. Karibu, Mungu akubariki. Karibu, Mungu akubariki. Maswali yako yatajibiwa kwa upendo. Jo, asante sisters, thank you for coming. Wachie watu njia. Tembea, tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Umepata wito leo, tembea. Unapata wito leo, tembea. Unapata wito leo, tembea. Tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Pendo la Yesu, pendo la Yesu. Tembea rafiki yangu. Bwana narudi, Bwana narudi, daima. Tembea rafiki yangu, tembea rafiki yangu. Come on, come on, come on, come on. Jesus is temple calling. Haya, tulia pale. Je, umepata rafiki yako na karibia kumaliza wito huu? Hebu kila mmoja apate mtu amshike mkono unapotaka kuhitimisha wito na kuomba. Make sure you have somebody. Usikae hujashikwa mkono. Kama umekosa mtu ni kushike mimi. If you don't have a friend, hata mimi nimepata rafiki sasa. Je, umepata rafiki? Kama kuna mtu hajapata atanyosha mkono. Mgeukie rafiki yako muulize, umebatizwa? Hebu muulize, ukiwa umemshika mkono usiachie mkono, maelekezo ndio hayo. Mwambie tena, umebatizwa? Haya, hakikisha amekujibu. Yes, I am. How about you? Okay, tuko serious kidogo. Ikiwa amekuambia bado, mtie moyo, mwambie twende kwa Yesu. Akikubali, tembea na yeye, umwache pale mbele, umsindikize ili aokolewe. Umsindikize ili aokolewe. Make sure umeuliza ili usisimame na mtu akaperish, na umtie moyo. Kama umepata rafiki wa hivyo, msindikize sasa. Waimbaji, Yesu anasema wewe una nguvu. Kama umepata rafiki, tembea naye. Achia njia. Mungu akubariki sana. Tembea na rafiki yako. Tembea na rafiki yako. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Leta watu kwa Yesu. Mtie moyo rafiki kwa Yesu. Mtie rafiki kwa Yesu moyo. Mungu awabariki sana. Sindikiza rafiki yako. Wako watu ambao wamesimama na rafiki hawajamtia moyo. Mtie moyo aje kwa Yesu. Akikubali, tembea na yeye. Akikubali, tembea na yeye. Akikubali, tembea na yeye. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tembea naye. Tembea naye. Tembea naye. Tembea na huyo baba. Tembea na huyo mama. Tembea na rafiki yako, mtie moyo. Mtie moyo. Mtie moyo. Mtie moyo. Wewe ambaye umesimama na mtu, mtie moyo. Upande utembea.
upande utembea, come to Jesus. Tembea upande, mlete rafiki yako, mlete rafiki yako, tembea katikati ya kundi. Kama ni mtu wa kubatizwa, mlete kwa Yesu, mlete kwa Yesu. Mavazi kwa damu Yesu, tembea naye. Yesu alilipa bei. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Come to Jesus. Msindikiza rafiki yako. Mama, msindikiza rafiki yako. Ninaposimama hivi juu, kama kuna mmoja, mtie moyo huyo, mtie moyo huyo. Yesu bado anamsubiri. Come my friend, njoo rafiki yangu, alilipa bei. Mungu akubariki baba, Mungu akubariki rafiki. Tembea, Yesu anakupenda. Jesus love you, Jesus love you. Come on, come on. Na hapo mbona kumejaa hapo? Tenganisha kundi, separate them afresh. I don't see them demarcation. Mungu akubariki sana. Tembea rafiki, tembea dada, tembea rafiki. Tunataka tuitumishe wito huu, lakini kuna mtu mmoja ambaye Bwana anamhitaji. Hawa walioko nyuma wote wanabatizwa. Alilipa bei Yesu, na wewe naye. Tembea rafiki, tembea rafiki, tembea rafiki. Leta rafiki yako, leta rafiki yako. Thank you, thank you, thank you. Nataka kutimisha wito huu. Tulia pale. Unajua, nimeona watu wengi. Pastor, I can see many souls, but yet Satan does not want to release them. But how I pray and rebuke all action of darkness, that you may also come for Jesus. Mungu akubariki, Mungu akubariki uliyekubali. Naona vijana wengi, naona akina mama kwa kina baba, but still yet we cannot understand that Jesus is coming. Je, kuna mtu ataelewa? Nimekuuliza tena, jirani uliyesimama naye umebatizwa, ulimuuliza? Umepatana naye? Ikiwa yuko ambaye bado, mwambie twende kwa Yesu. Ninaomba tu one stanza as we finish. Huo wimbo. Yesu anasema wewe tembea na rafiki yako. Kesha mlete rafiki yako pale nyuma pale, hapo katikati. Tembea, take it serious. Mtie moyo. Dhambi ilitia wa. Mungu akubariki rafiki yangu. Mungu akubariki sana. It is you Jesus calling. We are about to pray. Can someone come? Mtu mmoja anaweza kuja. Mama mmoja anaweza kuja. Dada mmoja anaweza kuja. Baba mmoja anaweza kuja. Tembea kwa Yesu. Tembea kwa Yesu. Yesu anakuita. Wito wa kipekee, Yesu anakuita. Tunaenda kuomba sasa. Nitaalika kiongozi ataomba, lakini kabla hajaomba, anapopewa microphone, ikiwa unajisikia kwamba bado ninataka kwenda kwa Yesu, unaweza ukafanya maamuzi hayo. Ikiwa kuna mtu mmoja ambaye amebaki na kweli hajajitoa, Mungu akubariki sana. Ikiwa kuna mtu mmoja
ambaye kweli hajajitoa. Na sasa ninaona wakati huu ni wakati wa watu kubatizwa sana, maana ukweli ni kwamba Yesu anakuja tena. Wapendwa, Yesu anakuja tena. Ikiwa kuna mtu hajaelewa jambo hili, Roho amueleweshe. Mr. President, huu ni umati mkubwa wa watu. This is the very great congregation before the Lord, Pastor. Ninaomba ukawaombee kipekee. Hebu nione wale ambao wameshajitoa wako hapa mbele. Unasema kwa ukweli namtaka Yesu. Namtaka Yesu. I need Jesus to be my personal savior. Mungu bariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Watu wa Mungu, tuseme amina kubwa. Amina. Jamani, tuseme amina kubwa. Baada ya hawa kubatizwa ndipo kazi kubwa inaanza tena ya kwenda kutafuta maelfu ya watu, mamia ya watu. Kazi bado haijaisha. Mpaka juma lijalo tutashinda tena na zaidi ya kushinda kwa Yesu Kristo. Yaani Bwana asifiwe. Sasa labda useme kidogo na uombe kiongozi wetu. Baada nataka tuombe, maana tumesikia kutoka neno la Mungu. Hebu na tuombe. Mtakatifu Baba yetu, tunasema tuna bahati siku ya leo kuja hapa katika kituo hiki cha Injili cha Kenyenya Stadium. Umetuzungumzia kinaga ubaga, tumeelewa kwamba sisi tumo safarini. Amen. Na safarini ya kwenda Kanani. Amen. Lakini tumeona kwa watu wengi walitia mashaka safari hiyo. Wengine wakakaa na kukawia vituo mbalimbali. Na tumeelezwa mili yao ikazikwa mahali ambapo palikuwa si pao. Tumeelezwa mifano mingi, na tunajua hiyo ni mifano michache sana. Na tunaomba ya kwamba leo, siku ya leo, tumepewa nafasi tusitie shaka yoyote katika ahadi zako. Tushishinde tukikuchunguza. Kama umesema, umesema. Kama umetuambia ahadi ambazo zitatuonyesha utakuja hivi karibuni, umesema. Na tukisiona, tupige mbio, tuweke haraka mpaka tufike kwako. Amen. Sasa hapa wamesimama watoto, wamesimama vijana, wamesimama watu wazima wa kike na wa kiume. Oh, yes. Ambao wamekuja na wamesema tunaenda nyumbani. Uwabariki. Washike mkono. Utembee na wao kama ulivyotembea na Enoka mpaka akafika mbinguni. Amen. Na tuna mfano mingi ya watu uliotembea na wao na wamekuja kwako, na tunajua hautawakataa kamwe, maana umesema katika neno lako. Amen. Asante kwa huduma ya mchungaji. Asante kwa huduma ya waimbaji. Asante kwa huduma ya masemashi. Amen. Ambao wameleta watu wengine. Amen. Na wamekuja hapa, uwabariki. Amen. Na wao wakisha batiswa wawe wainjilisti wa kuleta watu wengine. Amen. Kesho na siku zingine mpaka Sabato na siku ambazo watakuwa na uhai ndani yao. Amen. Maana hiyo ndio kazi umetupatia. Amen. Sasa hivi tunasema ushughulikie tatizo la kila mmoja ambaye amesimama hapa. Amen. Hata wale ambao wamebaki nyumbani. Wengine wana matatizo ya kiuchumi. Wengine wana matatizo ya kifamilia. Wengine wana matatizo ya kimwili, magonjwa. Wengine wamefiwa na wana matatizo mbalimbali. Oh, yes. Kila tatizo ambao linaleta shaka ndani ya watu uliondoe kutoka watu wako. Amen. Ili waende tuwe na ushuhuda ya kwamba mkono wa Mungu unaweza kusaidia. Amen. Sasa hivi tunajikabidhi mikononi mwako mpaka masaa haya mengine yaliyobaki ya Sabato, upate sifa na utukufu. Ndio maana tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Jamani, Bwana awabariki sana. Wakati wengine tunajiondoa kwenda kwenye viti vyetu, tunaenda kwenye viti.
wakati wengine tunarudi kwenye viti baada ya maombi haya. Wale wabatizwa wabaki hapo tu, na elders wakiwa wameseko, na kuna wale watoto wadogo kabisa, wale watapewa maelekezo. Watu wakae, hatuendi bado, maana kuna maelekezo makubwa ya kutolewa. Kila mtu aende kwa kiti chake, kila mtu akae pale. Ibada bado haijaisha, usiondoke ukaondoka na baraka zako. Wale watoto